Karibu tena katika Biblia maishani mwatu, tunapoendelea na mafundisho ya Yesu katika hotuba ya mlimani. Baada ya Yesu kuzungumza juu ya umaskini wa roho na huzuni iletayo faraja, sasa anasema maneno haya yenye kina kikubwa sana. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Kwa akili ya kawaida ya dunia, upole hauhesabiwi kwa nguvu. Dunia inapenda sauti kubwa, mashindano, kujilinda na kushindana kwa nguvu. Lakini Yesu hapa anapindua kabisa mtazamo wa dunia na kuonyesha kuwa katika ufalme wa Mungu, upole si udhaifu bali ni nguvu iliyodhibitiwa. Upole anaozungumzia Yesu si woga, si kushindwa kujitetea, si kukubali kudhulumiwa kwa sababu huwezi kusema. Upole wa kibibilia ni uwezo wa kuwa na nguvu lakini ukaichagua kuitawala chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni mtu anayejua ana haki lakini anachagua amani. Ni mtu anayejua anaweza kulipiza lakini anachagua rehema. Ni mtu anayejua anaweza kujitetea lakini anachagua unyenyekevu. Yesu mwenyewe ndiye mfano kamili wa upole huu. Alikuwa na mamlaka yote lakini hakulazimisha. Alikuwa na nguvu zote, lakini hakutawala kwa jeuri. Aliweza kuita malaika, lakini alichagua msalaba. Huyu ndiye mtu Yesu anasema ana heri, kwa sababu upole unadhihirisha imani ya kweli. Mtu mpole humwachia Mungu nafasi ya kutenda, badala ya kujitetea kwa nguvu za mwili. Na Yesu anaahidi jambo kubwa sana, maana hao watairithi nchi. Hii haimaanishi tu mali za hapa duniani. Ni ahadi ya ushiriki katika ufalme wa Mungu. Ni ahadi ya baraka, urithi na nafasi katika mpango wa Mungu. Wakati dunia inachukua kwa nguvu, Mungu anatoa kwa neema. Wenye upole hawapotezi, wanasubiri, na kwa wakati wa Mungu wanapokea. Katika dunia iliyojaa hasira, kelele na mashindano, Yesu anaita watu wa ufalme wake wawe tofauti, wenye utulivu wa ndani, wenye kujiamini katika Mungu, wenye nguvu zilizo chini ya utii. Hii ndiyo tabia ya raia wa ufalme wa mbinguni. Kabla hatujaondoka familia ya Biblia maishani mwetu, ningependa kukualika pia kwenye store yetu ya vitabu. Tuna vitabu vya mafundisho ya Biblia, ukuaji wa kiroho na ufahamu wa imani ya Kikristo kwa bei nafuu sana, kuanzia shilingi za Kitanzania 500 hadi 2000 tu. Ni soft copies, rahisi kupakua na kusoma muda wowote. Tembelea linki https://take.app/Biblia maishani mwetu. Chagua kitabu unachotaka, kisha bonyeza order. Asante kwa kuendelea kutembea nasi katika Biblia maishani mwetu. Katika kipindi kijacho, tutaendelea na heri inayofuata na kuona zaidi jinsi Yesu anavyoujenga moyo wa mtu wa ufalme wa mbinguni. Hii ni Biblia maishani mwetu. Tunalilishi neno, tunalielewa na tunaruhusu litubadilishe.